Hii ni Bandari TV. Bandari TV, urithi wetu. Naam, bila shaka mpenzi mtazamaji, uko ndani hapa tuko imara kabisa. Leo tumefaulu na tumebahatika kwa muda mrefu sana tumemtafuta kiongozi huyu ambaye unamwona kwa kiwambo chako pale. Ni kiongozi ambaye ametoka mbali kabisa na yuko nasi hapa katika mazungumzo yetu hii leo. Tulikuwa tunajadili mambo mengi tu, hivyo karibu na wakawe utaandamana nasi kutoka mwanzo hadi mwisho. Jina langu ni Ali Vincent. Karibu sana kiongozi. Asante. Wakujue. Asante sana. Tusonge mbele pamoja, pengine wakufahamu. Naam. Mimi naitwa Robert Watene na ni mkazi wa Pwani na ni Mkenya mzalendo pia. Na nimekuwa nikiishi kwa nchi nyingi kweli, nchi kama 16 hivi, kutoka hapa Afrika na Marekani na Ulaya. Kwa hivyo nimezunguka na nikajiangalia vile watu huwa wanaishi na vile serikali zinafanya kazi, na ndio ikanipa changamoto wakati nirudi huku kwetu Kenya. Nikaona ya kwamba kuna vitu ambazo havifanyiki vizuri kwa sababu ya uongozi ambao haufai. Ndipo nikasema basi mimi sita complain, sitarusha mawe, nataka niingie ndani niongee na wananchi, pengine watanisikiza, turekebishe hii nchi yetu ili umaskini uishe, kwa sababu bado sisi ni maskini. Kwa hivyo mimi ningeomba wananchi wakati huu tufikirie, wakati tunaenda kupiga kura, tufikirie ni kitu gani mtu anaenda kufanya, kutafuta uongozi. Ni uongozi gani unautaka? Sababu sisi tunataka kurudisha mamlaka kwa wananchi. Nyinyi ndio mtakuwa mkiamua kile mnataka, serikali nayo inafanya kulingana na matakwa yenu. Sio kama vile sasa mambo yanatoka juu yanashukishwa bila hata wengine kujua. Kwa nataka wananchi wenyewe wajumuike kufanya kazi ambayo inahitajika na kuelezana kinachotakikana kule, ndio nayo serikali iweze kufacilitate hizo resources. Kwa hivyo kutakuwa na matofauti, nataka kuwe na tofauti katika uongozi. Naam. Asante. Naona tayari Bwana Robert ushaanza tayari ukiwa umeingia ndani katika utangulizi. Ni vizuri kabisa, lakini kwanza huyu Mkenya ambaye anatutazama, Mkenya ambaye anatusikia, Robert Watene Herman ni nani? Ni mzaliwa wapi hapa Kenya? Ni mtu ambaye ana familia? Amesoma kafika wapi? Naam. Mimi ndio ni mzaliwa wa Kenya na nimeishi sehemu nyingi za Kenya. Kutoka Nyanza, nilikuwa mdogo nilikuwa Homa Bay. Halafu nikatembea kule upande wa Meru. Nikaanza masomo yangu Ukambani mpaka form 6. Nikamaliza Machakos Boys High School. Kisha nikaelekea University of Nairobi. Nikafanya political science, anthropology. Baada ya hiyo nikagulia Pwani, kaishi hapa. Baadaye nikaenda masomo ya juu ya masters kule upande wa Sweden, Scandinavia. Na masomo yale yalikuwa tofauti, maana si masomo kama ya hapa. Nasoma nikiwa Sweden, Denmark, Norway, Greece, Germany, Britain, Cyprus na kwingineko. Kwa hivyo mimi nilihitimu na Masters of Science ya Maritime Studies, ambayo ni mambo ya blue economy. Ndio nikarudi hapa, nimefanya kazi KPA mpaka kuritaya kwangu mwaka wa 2024. Ndio nikaanza kufikiria sasa vile naweza kurudi kwa somo langu la kwanza la political science, kwa sababu Kenya yetu inahitaji mabadiliko. Naam. Asante sana. Naona sasa msingi tushaweka vizuri, ushajua kwamba kiongozi wetu ambaye tuko naye Bwana Robert ametembea kwingi,
pia elimu ipo, kazi pia amechapa kazi. Na wanasema kwamba tembea kwingi uone mengi, tembea kwingi uone mengi. Kama umetembea katika mataifa yale ya Sweden, Ulaya, Marekani, bila shaka umeona uongozi katika upeo mbalimbali, katika vile hata umesoma political science. Tofauti ya uongozi kule na hapa kwetu Kenya ni gani, na pengine tunaweza boresha vipi au tuko sawa? Naam. Kwingi kama tuseme Scandinavian countries, kule ni Sweden, ni Norway, ni Denmark. Hizo nchi najua wale ni social democrat, kwa hivyo wao wana focus zaidi na wananchi. Kule hakuna mwananchi mkubwa ama mdogo, wote wako sawa, ni wananchi wote wako sawa. Hata kama huna kazi unapewa nyumba, unapewa cheki ya chakula, kadi ya hospitali, kadi ya kubebewa na traini ama basi, mpaka wakati utakapopata kazi. Wanashughulika kama masomo kule, mtoto anasomeshwa for free na serikali. Mambo ya matibabu nayo yako level ya juu sana, na malipo ni kidogo sana. Kama Sweden, ile pesa unaweza lipa nyingi ni 3000 Swedish krona, hiyo ni kama 30000 Kenya shilling. Na unatibiwa na madawa yako na kila kitu. Kwa hivyo wale wanashughulikia wananchi wao, yamfanyia maisha ya wananchi iwe rahisi. Haya, kwingine kama Marekani kidogo ni tofauti. Na kama vile unajua nchi ya Marekani nayo insecurity iko juu. Pale kuna maendeleo makubwa na mambo mengi ni makubwa. Though huwezi kusema Marekani ni nchi nzuri kama hizi nchi za Ulaya. Insecurity pia iko, lakini kuna serikali ina bidii ya kutoa nafasi za kazi. Na pia katika hali ya kuishi security iko nzuri sana, unalindwa kweli. Kule huwezi vunja sheria, kwa hivyo watu wanatii sheria kule Marekani sana. Ukiingia kwingine kama ni Netherlands ni nchi nzuri sana, nchi ya kujivunia kule, isipokuwa maisha na gharama iko juu, lakini wananchi wanaishi kwa furaha. Nchi hizi kile nimeona sana kile nimeona katika nchi hizi za Ulaya ni kwamba kiongozi wa nchi sana wale ni prime ministers, wako free na watu kabisa. Kwa mfano wakati moja kule Uingereza niliingia kwa train kule wanaziita tube, nikakuta jamaa amesimama kwa chuma hivi, nikamwangalia huyu ni prime minister huyu. Nikauliza mzungu mwingine, huyu ni nani? Akasema ni prime minister. What is the big deal? Kubana mbeba na gari ya moshi kama abiria wengine. Tena ameshikilia chuma yeye. Hajapata kiti. Hataki kuketi. Hataki kuketi. Sasa nikapata changamoto kubwa sana, kwa sababu sasa kama prime minister, kiongozi wa nchi, anabeba na train na abiria wenzake. Kwa nini hapa Kenya rais akitoka hapa kwenda pale magari yanafuatana mengi na security kubwa? Shida iko wapi? Hilo ni jambo moja tutarekebisha Kenya. Kama nitashika uongozi, rais hatakuwa akiangaliwa hivyo anaangaliwa. Tutarekebisha, tujue shida iko wapi. Mpaka rais mwenyewe hata kama anatembea na magari, sisi ni magari 2 matatu, kwa sababu tunafanya wastage nyingi sana. Wakati rais anafuata magari 40 50, si sawa. Na sisi ni nchi maskini. Ile nchi ya UK, kumbuka wale ndio walikuwa colonizers wetu. Na kama colonizers wetu, yule mtu wao achunge kama huku kwetu, na wale ni watu wameendelea. Na sisi tusiwe tu kama wao. Tupunguze matumizi haya. Tupunguze matumizi. Naam. So unasema kwamba rais, prime minister katika mataifa yaje kule ako free na watu kabisa. Anaweza tembea kwa mguu barabarani, hakuna mtu ambaye anababaika, hakuna mtu ambaye ana shughuli naye. Naam, kama Sweden, Denmark, Norway, Finland, hata kule nilienda sehemu ya Ireland. Tuliketi na tukakunywa chai meza moja na mazungumzo kawaida na rais huyo. Hakuna wale vijana wako na maglasi nyeusi. Mimi sikuwaona, kama walikuwa sikuwaona, they were free, maana ilikuwa ni occasion ya masomo. Alikuwa amekuja kutufungia hiyo seminar. Wakiwa na minister wake wa transport. Very free people. We mingled with them.
So unaposema kwamba uongozi kule uko namna hiyo kwamba wako free na watu, come 2027 Mr. Robert umechukua kiti cha urais. Naam. Unajua kabisa kwamba unapoingia tu pale katika kiti cha urais kuna sheria ambazo zipo ambazo zinakuhakikisha kwamba ulindwe. Naam. Ulindwe kabisa. Naam. Uko na bodyguard, uko na GSUs, uko na almost state officials. Yes. Lakini unasema kwamba unapochukua urais 2027 hizi vitu zote utaabolish. How? Sasa hiyo haifanywi mara moja. Unajua mpaka tuelimishane na tujue ni kwa nini itaenda ikipungua. Itaenda ikipungua. Na pia nitakuwa na security advisors wangu waniambie ni kipi na kwa nini kiko. Sasa tunaketi pia tunasema haya, tunataka kupunguza gharama ya haya mambo. Tufanye nini? Tunaweza kuwa na watu wachache who are well trained and well equipped than having a lot of people in the name of protecting the president. Kwa hivyo si ati mimi nitatoa kifua. Nitapendekeza watu wazungumze na niwaulize, study other nations, kwa nini inakuwa hivi na kwa nini hatuwezi kuwa hivi. Kwa nini Kagame mwenyewe anatoka State House kwake akiwa na watu kama 5 wanatembea mpaka town center wakisalimia watu. Mbona hapa jirani? Na hapa jirani Rwanda. Kwa nini inakuwa hivyo? Ni mpaka turekebishe tabia zingine. Na unajua hizi zimeanza 60s. Inakuwa ni hivyo, ndio unaona rais ni mtu wa maana sana. Lakini kuna mahali tunafika tunasema turegeze kamba kidogo. Turekebishe haya. Kama siku hizi tuko na technology, si lazima kuwe na watu wengi, technology inatusaidia. Therefore tutaifanya gradually, tutaifanya. Na haitakaa sana, kwa sababu ukiwakosea wananchi hapo ndio kuna shida na unauoga. Lakini ukiwatendea wananchi vile wanataka, it will be easier for everybody, na wewe pia utakuwa free. Naam. Msikilizaji na mtazamaji, bila shaka basi ni mwaniaji wa kiti kile cha urais come 2027 Bwana Robert. Hiyo ya kwanza imeenda, ni kigezo cha kwanza kuhusiana na swala zima la uongozi ama kwa kimombo governance. Nadhani pale utakuwa umekamilisha swala zima la governance, na pengine kama kuna chochote ambacho kimebaki kuhusiana na mpangilio wako wa uongozi, basi wewe utatujuza kabla tuende katika nguzo nyingine kuu. Naam. Mambo ya governance ndio yametufikisha hapo tumefika kama nchi. Ni mbaya. Haiko sawa. Wajua wajumbe wote, MCAs na MPs na wengine wote ni kuchaguliwa na wananchi wakawakilishe kule. Si ati wao ni bosses. No, wao wamebeba kama ni constituency yote, shida za constituency yote. Kama ni ward yote, shida ya ward. Kama ni county hivyo, kama ni nchi hivyo. Si ati ni wao. Ni wananchi. Ukiangalia katiba yetu article 1 inasema the people, we the people. Sisi ndio kuna power. Lakini tunaweza kuwapatia hawa power watu represent. Kwa hivyo makosa ambayo imekuweko ni kwamba tukiwachagua hawa wajumbe wetu wanajisahau. Wanajisahau katiba, wanajisahau hata kikatiba. Unakuta ya kwamba wao wameenda kulobe vitu zao, wa supply government na mambo kama yale. Ndio unaona matajiri wale wakubwa ni wanasiasa. Hiyo ni makosa makubwa sana. Hawa ni waajiriwa wetu, wanapaswa watutendee kazi, maisha yetu yawe rahisi. Inakuwaje sasa wamekuwa wao ndio wenye helicopters, manyumba makubwa na pesa nyingi? Kivipi? Kuna makosa makubwa. Sisi tunataka hii governance iregeshewe wananchi wenyewe. Mambo kama ni budget making, sisi shida zetu haziko sawa Kenya. Kuna wengine shida yao ni maji, wengine ni security, wengine ni mambo na chakula, na wengine ni mambo mengine. Inatakikana kwanza wananchi through public participation waseme. Na hiyo kwa wakati wangu itafanywa sawa sawa kama wakati wa zamani, wakati tulikuwa na baraza za chief. Mnaketi chini, mnaongea, kama ni waharifu mnasema ni fulani na fulani na fulani. Unakuta kijiji sasa imepata amani. Tutafanya hivyo, ndio wananchi wenyewe huku vijijini huku wanasema shida zetu ni hizi, ndizo tungetaka serikali itutatulie. Hiyo information inaenda juu.
Kama ni ya kwa county government inaelekea kule, kama ni national government MP na yeye anapeleka bunge. Ndio wakati wanafanya budget, resources ambazo zitapelekwa kule vijijini viwe ni resources ambazo ni za kusaidia yule mwananchi kamili. Naam, lakini tusipofanya vile ndio unaona nchi iko tofauti. Huku kuna mashule mazuri, kule hakuna. Kule kuna security nzuri, kule hakuna. Ni kwa sababu watu hawaulizwi ni kitu gani mnahitaji, na sisi wenyewe ndio tuliwaajiri wale wajumbe. Kwa hivyo governance kwa upande wangu itabadilika, tutakuwa na public participation sana sana, na pia sheria zitafuatwa, na mambo kama MPs wakishachaguliwa wasahau mambo ya kusupply serikali, kwa sababu sasa tunataka wawe na nidhamu ya kufanya ile kazi walitumwa na wananchi. Yes. Sawa sawa kabisa. Na pengine kabla hatujatoka katika swala hilo, tunayo katiba mpya ya 2010. Yes. Katika mtazamo wako venye sasa wewe unataka kuingia katika the highest seat in the country. Naam. Hii katiba inaweza kutusaidia kuafikia malengo yetu yote katika mtazamo wako na manifesto yako? Naam, katiba tunayo nzuri sana hii ya 2010. Isipokuwa sana sana viongozi hawataki kuitia kwa makini, kwenye makini. Utakuta wengi wanairuka kwa sababu ya nguvu zao. Na ndio unaona ukienda kotini mawakili wako na kazi kubwa sana ya kutetea wananchi kulingana na katiba. Katiba ni nzuri, vile inafanyishwa kazi ndio mbaya. Naam, hakuna kitu kizuri kabisa. Pia tutakaa kama wananchi wa Kenya, kwa sababu hii katiba ilitengezwa mwaka wa 2010 ndio tuliipata, na sasa tuko 2026. Kwa hivyo tuko na miaka 10 na ngapi, karibu na 6 kwa hiyo katiba. Tungetaka pia watu waketi chini waangalie kile ambacho wanaona si sawa na kile ambacho kinataka kirekebishwe, ndio wasafishe katiba iwe safi. Na sasa haitakaliwa vile ilikaliwa 2010, maana wakati ule ilikuwa ni siasa. Sasa itakaliwa vema na wananchi watapata nafasi ya kuzungumza matakwa yao, ndio kile ambacho hakiko sawa kirekebishwe. Najua kuna sheria nyingine inaweza kuja kufunga maendeleo, na sheria kama zile ndizo tutarekebisha ndio iweze kutufungulia maendeleo. Okay. Naam, Mr. President. Yes. Ni kwamba Kenya tuko na rasilimali nyingi, kuanzia ile Turkana pale juu tushuke mpaka pwani, kuanza kule Victoria mpaka Lamu, kila mahali. Naam. Si dhahabu, si mafuta, si bahari, si titanium, si chai, kahawa, kila kitu kiko Kenya. Naam. Lakini utakuta kwamba taifa letu limekuwa rasilimali hizi zinafaidi wachache. Naam. Ndio ambao wananufaika na rasilimali hizi. Unapoingia mwaka 2027 kama rais, naam, umepanga vipi kupambana na tatizo sugu hili la ufisadi katika serikali yako? Asante. Bila shaka ufisadi ni saratani kubwa sana kwenye nchi, na nimesema ufisadi huu ndio umefanya nchi yetu irudi nyuma, na hiyo tuwe pale tuko. Kuwe na watu wachache ambao ni matajiri sana na wengine maskini kabisa au hai. Na ni mpaka lishughulikiwe. Lisiposhughulikiwa hakuna mahali tutaenda. Na ufisadi haukuanza sasa, kama tuseme ukweli, kutoka 1963. Serikali ya kwanza ile ilikuwa na nafasi nzuri sana ya kumaliza ufisadi. Of course walitoa ufisadi huko kwa Waingereza, lakini wangerekebisha na nchi hii ingekuwa nzuri. Lakini hiyo serikali ya kwanza hiyo nayo ikaendeleza hiyo ufisadi, ndio mpaka wale unasikia pwani watu wanalia mashamba yalichukuliwa na kwingineko, na watu wengi wakawa wanazingira kila mmoja ndio waweze kupora mali ya nchi. Sasa makosa hayo yakaendelezwa na mzee Moi wakati alisema tufuate nyayo. Ufisadi ukaenda juu sana to a point nchi yetu ilikuwa karibu kuanguka. Lakini kwa bahati nzuri tukapata mzee Kibaki, akajaribu sana muhula wa kwanza,
Nakumbuka wakati ule kulikuwa na mawaziri kama John Michuki ambaye alikuwa anasukuma maneno inaenda. Lakini kati ya ile serikali pia kulikuwa na watu wengine ambao wamezoea hiyo ufisadi, na ufisadi ukaendelea, na ndio kaona tamu ya pili ya mzee Kibaki alikuwa na tabu sana, kwa sababu hawa walikuwa wanapigania sana wachukue serikali. Sasa ilipofika wakati wa administration ya Uhuru Kenyatta, okay, he meant well na alijaribu sana, kwa sababu tumeona maendeleo alileta mengi, lakini kati ya yale maendeleo hizo projects zilikuwa na ufisadi mwingi sana. Nasikia kitu inatakikana itengeze na 40 billion, inatengenezwa 200 billion. Unakumbuka hata wakati wa Kimwalel Dam pesa ilienda na ikaenda hivyo. Alafu yeye mwenyewe rais ulisikia alisema ya kwamba kila siku Kenya inapoteza bilioni 2 kwa ufisadi. Kwa hivyo hili ni jambo mbaya ambao tumekuwa nalo hata kwa hii administration, pia tena imezidi kwa hii administration too much. Kwa hivyo hili si jambo la kuchukuliwa kimzaha. Mimi kwa administration yangu itakuwa ni kwamba tutatoa sheria ambazo mfisadi sana hawa wa huku juu kwa serikali, wale ambao wanachukua pesa nyingi, project hazifanyiki, wale ambao wanachukulia mali ya wananchi vile wanataka eti kwa sababu wana impunity, wale nataka tupitishe kinyongo kwao. Patikana ufisadi si mara moja. Kama ulichukua mali ya watu, tunakupatia 90 days, karekebishe, rudisha. Ukirudisha sawa, tuendelee, lakini kama hutarudisha tutakushika, utaenda kotini, koti ikiamua, baadaye hata hatumalizi wiki moja tunakumalizia na tunakuja tunachukua mali yako yote inarudishiwa wananchi kupitia kwa serikali. Hivyo ndivyo itakuwa, watu watanyongwa kwa serikali yangu mpaka ufisadi uishe. Nchi zingine zimefanya vile kama China na ufisadi umeisha. Vietnam hivyo. Rwanda wanafunga mtu miaka 7, lakini Kenya hii saratani iko juu sana, mpaka watu waende kwa kaburi ndio nchi ipone. Naam, mpaka waende kwa kaburi ndio nchi ipone donda la saratani ya ufisadi. Naam, karibu tena mtazamaji wetu na msikilizaji wetu. Tuko naye mwaniaji kiti cha urais Robert Watene, ambaye amechanganua masuala kadha wa kadha tangia tuanzie kipindi hiki mpaka pale ambapo tumefika, na tunasonga mbele. Katika manifesto yako naona kuna njia na mbinu ya kumaliza ukabila. Naam. Ending tribalism. Naam. Ni mkakati gani ambao uko akilini kumaliza donda sugu hili ambalo limepia dororesha maendeleo ya taifa letu? Naam. Kwanza nianze hivi. Kenya sisi si wakabila wa Kenya. Na kama tungekuwa wakabila, makabila tuna mengi sana, hatungeweza kuishi pamoja. Lakini angalia vile tumetangamana. Kila mtu anaishi sehemu tofauti. Watu wanaoana kutoka makabila tofauti. Watu wanafanya biashara pamoja na makabila tofauti. Inakuwaje sasa sisi ni wakabila? Rahasha. Ukabila unaletwa na wanasiasa. Na hao wanasiasa wanaleta ukabila ni watu ambao hawana sera na hawana binu. Hawa ni wale ambao wametuimbia rasilimali zetu, alafu wanakuja nazo sasa kwa wananchi kuwapatia handout kidogo kidogo, alafu wanawajulisha wajua sisi ni fulani. Sisi ni jamii fulani. Wakati ule mwingine wote haukusema wakati ulichaguliwa, hukurudi haraka useme sisi ni jamii fulani na tuna matakwa fulani, naambieni hii nipeleke bunge, hukufanya hivyo. Lakini wakati unataka kura unakuja kunaambia mimi ni Mgiriama. Sisi ni Wagiriama. Na ni mpaka tulinde haki zetu kama Wagiriama. Na ni uongo tu. Wewe ni haki yako unataka ilindwe kama Mgiriama. Unaona sasa? Kwa hivyo haya makosa yako na wanasiasa, na haya kurekebisha ni haraka sana, kwa sababu tutatoka na sheria ambazo hawa hata hatutawafunga hawa. Hii ni lack of discipline. Hiyo mdomo kupasuka hivyo, lack of discipline. Pale National Health Service kuna mahali kuna discipline watu wanapewa.
na wale wote walipitia university miaka yangu, tulikuwa tunaenda Gilgil, wanawake wanaenda Naivasha, natandika miezi mitatu. Unatiwa discipline, unajisahau unakaa vipi. Unatiwa discipline, hakuna kitu ungefanya ukiambiwa ufanye. Hawa kwa sababu ni nidhamu tu, tuseme ni nidhamu. Hawa wakipatikana, hakuna maswali, tutakuwa tunakamata, tutatengeza programu nzuri sana kule NYS ya discipline, wanapelekwa kule. Wanakula kule siku 14, ile discipline ya hali ya juu. Ukienda NYS wale maafande wa kule wanajua kitu ninazungumzia. Hakuna mchezo. Ukifika pale ukimaliza 1 hour hujifahamu wewe ni nani. Unagongwa discipline mpaka ukitoka huko unarudi ukiheshimu watu. Kwa hivyo mambo hili jambo la ukabila ni jambo la discipline. Na tutadili nalo mpaka kila mtu aite mtu ndugu na dada. Na itakuwa hatia kuniita mimi mchonyi, ukiwa wewe Mkamba unaniambia mchonyi. Itakuwa ndugu na dada ama Mkenya mwenzangu. Rwanda walifanya hivyo baada ya kuuana. Leo hauwezi kuita mtu Hutu wala Tutsi. Ule unasema brother, sister. Maana wanajua makosa ya ukabila. Tutarekebisha hili. Na tukianzia juu, watu wa chini hawana shida. Watu wa chini ni kuongozwa, wanaongozwa. Na wanatembea kulingana vile wanaongozwa. Naam. Okay. Vizuri kabisa, bila shaka mwenye masikio hambiwi sikia, wala mwenye macho naye hambiwi tazama. Umeyasikia mwenyewe, NYS itakuwa na kitengo hicho maalum cha kuweka nidhamu kwa wale ambao midomo yao inabobwaja mambo ya ukabila. Tunasonga mbele katika manifesto ya kiongozi wetu Rais Robert Watene, ni kwamba vijana katika taifa la Kenya 2027 August under Robert Watene watakuwa na nafasi gani? Kwanza wacha nitambulishe chama changu. Kinaitwa 47 Voices Congress Party. Na hiki ni chama ambacho kinaangalia zaidi Gen Z, millennial na wa chini sana sana. Kwa nini? Kila wakati mnaambiwa vijana ndio viongozi wa kesho. Hii kesho itafika lini? Kesho ni kesho. Wakati huu tunataka vijana wasimame MCA, wasimame MP, wasimame governor, wasimame kila kitu. Leo. Ndio vijana wenzao hizo kadi zao wawainue nazo. Wachague vijana waingie katika uongozi leo, si kesho. Kwa hivyo 2027 nataka serikali ambayo tutaenda kuunda iwe ni serikali ya 70% vijana wa Gen Z. 70% vijana. Na wao wenyewe waamue. Kama hawana platform, hii platform yetu inawapatia nafasi kubwa sana, kwa sababu probably sisi hatutaitisha hizo pesa nyingi zile za kukupatia ticket. Ni wewe tujue ya kwamba wewe ni kiongozi mzuri, una maono mazuri na wananchi wako wamekukubali, chukua ticket. Toa tu kitu kidogo. Naam, kwa hivyo vijana tunataka tuwaingize katika uongozi. Kwa nini? Wamesoma, wana maarifa na wana nguvu. Unaona sasa? Sasa kwa nini tusiwatumie katika serikali, katika uongozi, na wao ndio sahihi, wana nguvu, watende kazi? Naam, serikali yangu itakuwa ni serikali ya vijana. Kienda kama ni wizara ya ICT, wao ndio watakuwa huko, kwa sababu wao ndio wanaelewa hiyo mambo. Mambo ya sports ni vijana, wao ndio wanaelewa haya mambo. Kuna ministries zingine kutakuwa na wazee kabisa. Hakutakuwa na kule, kutakuwa na wazee, atakuwa deputy wake ni kijana. Naam, mpaka generation nayo isome tu wisdom ya wazee, lakini itembee vile inajua. Ndio hii nchi yetu irekebishwe na ipate. Tuna maarifa mengi ambayo tumeyaralia na yako na vijana. Tunataka hao vijana sasa wawe viongozi, na itakuwa hivyo, mimi nimekubali. Okay. Naam. Sasa kazi kwako kijana, usisubiri 2027. Ni milango ya 47 Voices Congress Party iko wazi, sio? Kwamba usisubiri watu wachaguliwe, ni utembee moja kwa moja imahima ukaweze kupata kadi yako, sio? Naam. Uingie uongozi through chama hiki. Pengine itakuwa ni umesema kitu kidogo, pengine mpaka mkae chini katika chama ndo muamue kwamba MP atakuwa anaingia na kiwango fulani, governor atakuwa analipa kiwango fulani, MC atakuwa analipa kiwango fulani, au kwa sasa hivi tayari mkakati ipo?
Kulingana na chama chetu tunataka kurekebisha Kenya ikae kama Kenya wananchi ambao wote wako sawa. Kwa hivyo chama hakijaamua, lakini si pesa nyingi, itakuwa ni pesa kidogo sana. Affordable. Kwa sababu tunajua ni akina nani tuna deal na wao. Sasa kama ni majenzi, tuseme kwa mfano mtu hana kazi lakini ana maarifa ya uongozi. Yule mtu hana pesa, utamsukuma mpaka wapi? Tutakaa tuweke kiwango ambacho ni affordable. Vyama vingine kupata MP ni 500,000. Sisi hatufiki huko na hatuna haja. Sisi ni kitu kidogo tu ya kurun chama, tunataka pesa kidogo ya logistics ya chama. Ndio tujenge chama kwanza. Okay. Naam. Pengine chama hiki ambacho so far tumekizungumzia 47 Voices Congress. Naam. Party. Yes. So far kimefungua ofisi au bado, na kama zipo ziko wapi, zimeanza kurun? Naam. Tuna maofisi 32 Kenya mzima. Headquarter iko Nairobi, pale Jiro. Na tuna ofisi nyingine ya Nairobi. Tuna ofisi Kiambu, Machakos, Makueni, Kitui. Kwale iko pale Ukunda, ya Mombasa iko hapa Kingorani na Kilifi. Halafu tuko na ofisi Hola, Marsabit, Garissa, Turkana, kule Bungoma, Trans Nzoia, Kisumu, Siaya, na sehemu zingine nyingi. Tuko na ofisi Meru, tuna ofisi Embu, kuna ofisi Murang'a, nafikiri kuna Nyandarua pia. Naam, ofisi ziko nyingi. Okay. Ni sawa sawa. Ningependa tusonge mbele, lakini katika swala zima hilo bado kwa vijana pale. Naam. Wanasema elimu ni ufunguo wa maisha. Naam. Siku hizi wanasema kufuli mbalishwa. Kufuli balishwa. Elimu ndio ufunguo, lakini kufuli balishwa. Naam. Pengine katika serikali ya Bwana Robert. Yes. Kitengo kizima cha masomo kuanzia chekechea mpaka chuo kikuu na vyuo vile vya kadri. Naam. Mkakati uko vipi? Wajua kuna shida. Tangia uhuru tumekuwa tukifanya masomo ambayo hayafai. Watu wanaongea kizungu kingi, unafikiri ni kusoma. Hiyo si kusoma, hiyo ni kizungu ya Kiingereza. Masomo yanataka faida pale mbele. Wasoma ufanye nini? Mfano wa masomo ni kama umeenda pale Polytechnic umefanya wiring ya stima. Haukai bila kazi. Immediately unaenda attachment, either unafungua yako ama unaendelea kuajiriwa. Lakini maarifa unayo, unaweza fanya ile kazi. Na kama hizo nchi nimekuambia kama Sweden, wanaangalia mtoto akiwa grade ya chini ni nini interest yake, ni nini anaweza fanya. Alafu wanaweka weight pale, wanamsukuma. No wonder ndio unaona wachezaji wa soka nchi hizo wako sawa sana. Si hivyo. Wameanza chini. Hata kusomeshwa na training. Huyu mtoto ameonekana huyu ni mtoto wa D material, hata ukimfundisha vipi ile hashiki. Lakini akiingia pale kupepeta ako sawa. Kwa nini waste time? Si mtu ajue tu lugha halafu muendelee kwa uwaja. Na unajua wale watu wana pesa. Hizo ni talents katika dunia, ni talents. Yule mtu ana millions of dollars. Tunafanya makosa. Tunataka turekebishe haya masomo, tuangalie shida zetu Kenya kwanza ni nini. Sisi ni wakulima. Katika kilimo ni masomo gani tumeweka? Masomo gani yale tumeweka mwanafunzi akiyasoma anaingia kwa kilimo? Tuko na research facilities ngapi katika universities za kuangalia kilimo bora vile kinaweza kufanyika Kenya? Kwa hivyo masomo yetu, mwanafunzi akiingia grade 1, grade 2, hapo anaanza kukauliwa. Huyu anataka nini katika maisha yake? Sasa tunaanza kuifocus. Kama huyu ni mtu anataka mambo ya kilimo, anataka upande gani? Ni upande wa mchanga, acheze nao atuambie hapa kutapandwa nini? Ama ni upande wa technology ya irrigation? Ama ni upande wa mimea kuzalishana, ama ni nini? Tunaanza kumchukua kutoka pale, atembee na hiyo kitu mpaka mwisho. Ndio by the time anafika kule grade 10 anaweza fanya mambo yake ya kusaidia nchi. Tunataka turekebishe ya masomo. Kwanza ya masomo siyataki hivyo mimi. Nataka watoto wao wanaingia saa
3 asubuhi na wanatoka saa 9. Wanaingia saa 3 asubuhi. Saa 3 asubuhi wanatoka saa 9. Lakini kati haya masaa kile watakuwa wameweka hapa ni ya maana zaidi. Isiwe kama ni punishment tunafanyia watoto. Iwe ni mafunzo tunaenda kuwapatia. Mafunzo ambayo yatawasaidia katika maisha yao. Aidha kujiajiri ama kuajiriwa. Na sasa hii tuko na curriculum nzuri inaitwa CBE, Competence Based Education. Ni nzuri kwa matamshi. Lakini ukienda kule kwa mashule bado haijakuwa implemented. Bado haijakuwa implemented. Unaambiwa ubeba mayo kwa funzo vile anapikwa. Sasa hiyo ni nini sasa? Inataka competence based, ni kuangalia ni huyu mtoto anaweza kuwa na competence gani ambayo tunaweza kuivuta tukaiendeleza. Ndio mwishowe akakuwa mtu wa maana katika nchi. Kwa hivyo haya masomo tutaangalia chini. Ni mazuri na tunataka masomo i-designiwe tukifikiria nchi ya Kenya. Si huko nje ati unasema kwamba sijui Vasco da Gama alifanya, sijui nini. Unajua Wakenya wanajua mambo zaidi ya nje kuliko nchi yao. Wakenya wangapi wanajua katiba yao? Hiyo nayo itafunzwa kwa shule. Ndio kila mtu anajua katiba yao inasema hivi. Na sheria za nchi zinafanya hivi. Kama ukienda USA hata ukishikwa unaanza kutoa masheria. Kwa sababu umefunzwa, unajua haki yako. Huku watu wanashikwa na polisi hata hajui mambo yake. Unatoa haraka unatoa 500 unapeana kwa sababu hujui haki yako. Tunataka wasome mambo ya sheria na katiba wakiwa shule bado. Ndio mtu anapata ile confidence ya kuishi na wengine kule nje. Naam. Shule zetu ziko na changamoto. Hasa shule zile ni boarding schools. Shule ambazo ziko na mabweni ziko na changamoto. La kwanza tuseme viongozi wa shule kama hawako makini wanapoteana na wanafunzi. Unajua mwalimu, nishakuwa mwalimu mara nyingi, na mwalimu mzuri anatembea na vile wanafunzi wanafikiria. Usijifanye wewe ni mkubwa ati wale hawajui. They are sharper than us as teachers. Ile kitu inatakikana kwanza ni uweke urafiki na wanafunzi. Wakuwe free na wewe, wanaweza kukuambia chochote. Na umeona principals ambao wamekaa hivyo, shule zao hazina shida. Lakini ukiwa wewe ni mtu ambaye wa kuogopeka, generation hizi tuko nazo, hilo si sawa. Ukiwaonyesha hivyo na wao watakuwa hivyo. Inatakikana ujishushe down to earth. Uweze hata unaweza kuingia kule kwa mabweni zao, mnakula story. Naona hapo ndio utajua kama kuna bullying, na pia mikutano mingi ya kuadvise na kuguide outside education yao. Unawaambia mambo ya maisha vile yanatembea. Kwa hivyo ni muhimu kukaa mkizungumza pamoja, kuwafanya marafiki, na ukisikia wakisema kitu usichukulie mchezo. Usichukulie mchezo. Inatakikana hata kwa mfano si wameambiwa asiende shuleni na simu. Nafikiri tunaweza rekebisha hiyo. Kila mtu abebe simu, lakini iwekwa wapi? Mahali kwa yule who is in charge of those phones. Ikifika weekend, you can give them like 2 hours. Chukueni simu, pigieni wazazi wenu, semeni na wao 2 hours, legesheni simu hapa. Ile itasolve mambo mengi sana. Na sikumaanisha ati hawana simu, wanazo lakini wameficha. Lakini ukiwa open free vile, hakuna shida itakuwa. Utawapatia haya. Hata hapa shule tumeweka wifi. Katika yale masaa mawili you can also do your research. Kama kule computer room is congested, unachapa research, unafanya mambo yenu, mnaongea na marafiki 2 hours, you get relieved. Alafu sports, unahakikisha shule iko na sports nzuri. Wale watoto wakicheza wanasahau kufanya mambo maovu. Alafu hata mambo ya diet, zungumza na wao mambo ya diet. It's very important. Sisi zamani tulikuwa tumezoea kugandamizwa. Wale watoto tumewazaa wako hivyo. Hawaamini kugandamizwa. Ndio unaona wanaweza kuingia mpaka parliament na wakakalia viti za Speaker of the National Assembly na wamefukuza watu. They are dangerous people. So we have to work with them kama marafiki. Walimu waache kujifanya wajeuri na waache kujifanya vichwa ngumu, wakuwe marafiki wa wanafunzi, na hakuna kitu kama hichi kitatendeka tena. Alafu pia kuna bad influence kama hiyo nakwambia, lesbianism and gayism katika zile shule. Na ule ni mtindo mbaya. Ule si mtindo wa kufukuza mtoto aende nyumbani.
wale ni unaleta counselors, wanapatia counseling. Naambia ni msichana unahitaji mwanaume, si msichana. Tunasonga mbele, rais wetu wa 2027. Tumezungumzia elimu, tumezungumzia pia vijana, tumezungumzia ufisadi na vile ukabila, tumezungumzia pia uongozi. Naam. Nataka utueleze yale ambayo unapanga katika uundaji wa nafasi za ajira. Naam. Job creation. Naam. Kwa yule ambaye amesoma, kwa yule ambaye hajasoma, lakini ujuzi ako nao. Naam. Hawa wote wako Kenya na wanataka kuishi. Naam. Kazi ziko Kenya, ni vile kuna watu wamezembea. Na ndio vijana wengi hawana kazi leo. Kwanza unaangalia nchi yako. Nini cha muhimu katika nchi yetu? Ni kilimo. Si ni kilimo? Kilimo. Alafu katika kila kilimo huwa tufanya nini? Tuwazalisha kisha tufanya nini? Tunauza ikiwa raw material. Kisha tuna import kahawa inaitwa Nescafe ambayo ilikuzwa Kenya. Mkebe kidogo hivi unauziwa 800 na ile ngunia yako ya kahawa ikufikisha hiyo 800. Makosa makubwa sana. Kama serikali sisi tutakuwa serious na chochote ambacho kinakuzwa hapa Kenya kitauzwa kama finished product. Kilimwe, kipelekwe factory hapa Kenya, kitengezwe, kikuwe packaged, kiwe marketed, made in Kenya. Yes. Kwa nini nakona uchungu? Nienda pale Ujerumani mahali kunaitwa Bremen. Nilikuta kahawa ya kutoka nchi zote. Yetu imeandikwa Kenya, hata si Kenya. Nikaleta fujo pale, nikasema hii ni nchi gani? Kenya. Kaambia no. Sisi tukiwa kwetu tunaandika Germany. Hatuandiki kitu ahiriweki. Mimi nataka hapa muandike Kenya. Na hii kahawa kumbe ndio inatumika kuchanganya ile ya Brazil na kwingine, sababu yetu ni Arabica, very strong. Hiyo iko na aroma, inachanganywa ile ina bread ile nyingine ndio yuzo kasoko. Wasikia? Kahawa yetu ina gharama. Kwa nini iwe hivyo? Na inaweza kujisimamia yenyewe. Kwa nini isifanyiwe hapa? Ndio nakwambia kuna wakora na hao tutaondoa. Kahawa yetu itatengezewa hapa. Itaandikwa made in Kenya. Majani yetu vile vile made in Kenya. Korosho zetu na zitakuwa nyingi made in Kenya. Kila kitu yetu hapa made in Kenya. Number 2. Hizo ni ajira za kazi tutaweka nyingi sana. Tukiongeza mambo ya logistics, processing, marketing, packaging. Hizo ni nafasi za kazi. Number 2. Unakumbuka kuna viwanda vilifungwa Kikomi. Enzi zetu mimi sikujua mtumba Kenya. Tulikuwa tunaenda kwa fundi, material ni mpya, unapimwa nguo. Kikomi kule Kisumu kulikuwa na area kubwa sana huko Nyanza ya kupanda ngano. Si ngano, inaitwa nini? Pamba. Sasa ukiniuliza kwa nini ilifungwa hiyo jinali, mimi sijui ni kwa nini. Maana ilifungwa. Si ati pamba ilikataa kukua. Mambo kama yale tutayarudisha na tuongeze acreage kubwa, kwa sababu mimi pia niko na dream gradually hatutanunua nguo ya mitumba tena. Hapana. Tutatengeza nguo zetu hapa. Tutaangalia through research hii ngano hii pamba inaweza kukua wapi na wapi. Na si mpaka jinali ikuwe hiyo ya Kikomi, tunaweza kuwa na jinali zingine kwingine ambako pamba inakuwa. Tutafungua nafasi za kazi kwa upande huo pia. Haya, makaratasi siku hizi tuna import. A big shame. Karatasi tuna import. Kwa nini tuna import karatasi? Hatuna misitu. Unakumbuka sisi tulikuwa na Webuye pale. Kulikuwa na pan paper. Ilienda vipi siasa? Na ikafungwa kwa sababu ya siasa mbaya. Vitu kama zile tunaregesha. Kuna vile watu walikuwa wanapanda miti, wanaingia kule chini wanalima, alafu miti ikiwa mikubwa wanaondoka. Miti kikomaa inakuwa harvested. Tutarudi pale ndio tuweze kupata bao zetu pale na karatasi zetu tuzipate pale. Hii dola tunatumia kuimport hizi makaratasi ikae kwetu, shilingi yetu hiyo na nguvu ya kushindana na pesa zingine. Unaona sasa pale ni kazi zingine tumeanzisha. Haya, ukiangalia vijana wetu wa majenzi hawa na maalfa, mambo ya simu na kompyuta wako sawa. Na wengine hata hakuna mtu amefunza.
Anaingia tu kwa pale kwa jamaa, anatengeza, naangalia, anaanza kutengeza simu. Hakufunzwa university wala shule. Hawa vijana, hizo ni talents wako nazo. Hawa marafiki zetu wa Korea ambao wanatengeneza Samsung, wengine wa China na wengineo ambao wanatengeneza hizo vitu, si ni marafiki zetu? Kama hizi EP zetu tuko nazo hapa ambazo zinaletwa material, wanamalizia hapa, inatumwa kule Amerika. Je, tukiongea na wao vizuri, walete hizo EPZ hapa, tuwe tuna assemble vitu kama simu hizo, whatever it is, hapa kwetu. Ni vijana wangapi watapata kazi? Na unajua kuna vijana wengine hawataki kilimo. Wao wanataka electronics, wanataka wadili na hizi vitu. And within no time utaona na wao wakidiscover mambo yao through kupitia hizo kazi ambazo wanapewa. Zaidi ya hiyo, tukienda upande mahali nimesoma mimi, masomo yangu ni blue economy. Sasa tuna port kama Lamu. Ile Lamu port pale ni kama serikali ingejua saa hii hawangekuwa wanasubuana na vijana kazi. Ile Lamu kwa serikali yangu tutaiondoa kwa mikono ya Kenya. Tunaweza kubaki pale kama lord wa kutengeneza kule dredging na vitu kama hizo, lakini wenye kuoperate huko watakuwa ni shipping lines, major factories in China, in Korea, in Japan, waletwe pale kama vile Emirates walifanya na Dubai kule na Jebel Ali. Waje waweke mitambo yao huko, waweke hashes zao huko, waweke vitu zao huko. Shipping lines waweke yard zao huko, kule watakuwa na weka makasha wakipakia mengine. Nafasi za kazi zitakuwa nyingi sana. Kwa nini? Hii Lamu yetu ukiangalia Gulf of Eden iko karibu sana. Ile port imechukua advantage hiyo, inaitwa Salala, iko Oman. Hiyo Salala ndio inachukua mzigo mkubwa sana. Lakini sisi na Oman, sisi tunaweza kuwa cheaper. Tunaweza kuwa cheaper kuliko Oman. Alafu sisi port yetu haiko direct wa bahari. Unakumbuka Manda imezimba pale, so meli zetu ziko safer. Ile ya Oman, ile Salala, hata wakati mwingine kreni zinaangushwa sababu iko direct wa bahari. So ni kujipanga. Na unajua hapa Lamu sasa mzigo wa kwenda Europe, meli zinatoka na kule China zinakuja zinamwaga. Ule umetoka Mariakani na Europe, zinabeba zinarudisha China. Zingine zinabeba zinapita hapo Suez Canal, Mediterranean, wanapeleka Europe, zingine wanapeleka Amerika. Na nafasi kubwa sana, lakini serikali haijui. Serikali yetu itahakikisha kutakuwa hivyo. Zile kazi zitatoka pale ziko nyingi, direct na indirect. Sababu hizo makampuni zitaajiri makarani, madriver, equipment operators, watu wa aina hiyo, security, whatever. Alafu pia ujue huko kuna watu watakuja wanaleta mambo ya malazi, nyumba za kulala, mahoteli za kukula, transport, clubs, mashule, mahospitali hivi. Unafikiri nafasi ngapi za kazi tutatengeza Lamu tukifanya hivyo? Nafasi nyingi sana. Hiyo ni kiojo tu, mambo ni mengi. Kazi ziko. Ziko, ni serikali haitaki kutengeza kazi. Asante. Naam. Asante sana rais wetu anaitwa the 6th Rais Robert Watene. Tunaingia katika swala zima la utoshelezi wa chakula. Naam. Kazi tushapata. Kusoma tunsoma. Ukabila umeacha. Yes. Ufisadi haupo. Haya. Tumbo sasa linashibaje? Hii tumbo njaa yetu ni makusudi. Ni makusudi ya serikali. Sababu wao wanataka wa import wapate faida ya kuimport. They don't care. Since independence, si ati hii serikali zote. Kwa sababu hebu niambie, kutoka mwaka wa 63 mpaka leo ni 2026, kuna watu wanaiba njaa Kenya hii, hawana chakula. Na wale wengine, hata wale wanafanya kazi, ukienda uangalie mili ile wanakula, utashangaa sana, inapimwa kama dawa. Kwa sababu chakula gharama yake iko juu na hakipatikani vizuri. Kile kitu tutafanya ndio tuweze kuwa na chakula cha kutosha Kenya hii. Tutaangalia ni wapi kuna hitaji maji ya irrigation.
sababu kama hivi tunazungumza kule North Rift saa hii hawakupata mazao mazuri, sababu hali ya anga haiko sawa. Na unajua huko ndio watu wanatoa mahindi, kumaanisha wakati huu tuta import sababu granali yetu haikuzalisha vizuri. Sasa je, mtu hakufikiria akaona ya kwamba plan B ya hii ingekuwa tumetengeneza mahali tunaweza fanya maji ya irrigation, iwe borehole ama iwe maji ya ziwa ama ya mito. Tuko tayari, kukiwa na kiangazi tuna pump maji yanaingia katika mashamba. Tuwezi wende mahali kama Ukambani. Ukambani shida ni maji tu, wapatie tu maji, utashangaa yale matunda yanatoka kule na mazao mengine. Kule North Eastern shida ni hiyo hiyo. Kule kwanza ukipata maji kule North Eastern, kile chakula kinalimwa kule, utashangaa. Kwani ni shida gani ku drop boreholes tusiweke pale, na kwingine kuna Lake Turkana tuweke maji, tupeane kwa mifereji, weke kwa reservoir, tuanze kilimo. Hatupaswi kuwa na njaa. In fact, tunataka kila county ikuwe na kisiagi yake ya unga. Kila county. Kwa nini? Ndio ile unga iwe ya bei ya chini. Kwa sababu unajua supply itakuwa juu. Na supply ikiwa juu, demand inashuka. Demand inashuka. Kwa hivyo bei inafanya nini? Inashuka. Na hiyo ndio tunataka sisi. Lakini mkulima afuate nini? Apate faida yake. Naam. Hayo mahesabu bila shaka hayaniingii mimi peke yangu, pia wewe mtazamaji na msikilizaji unayapata vizuri, unayapata vilivyo. Ni mimi natamani tu tayari tuwe tumeingia 2027, hizi vitu ziwe ziko practical, Mr. Robert. Naam, itakuwa ni sawa kabisa. Tunapoendelea kumalizia, na tamani tuzungumzie swala hili la matibabu na afya bora. Naam. Matibabu na afya bora katika serikali hii ya 47 Voices. Naam. Itakuwa iko namna gani? Sasa uzuri tunarudi kwa SHA na SHI au tunasonga vipi? Sasa uzuri wa serikali ya 47 kiongozi atakuwa ni wale wanaitwa baby boomer. Alikuweko since independence na amekuwa akiona kinachoendelea. Serikali ya kwanza ilikuwa nzuri upande wa matibabu. Ungeenda dispensary kosa dawa, na walikuwa na nurses wa kutosha vizuri. Okay, population haikuwa kubwa, lakini ilikuwa service ilikuwa nzuri. Hata private hospitals ilikuwa chache sana. Tukaingia wakati wa second government ya Mzee Moi, hapo ndio shida ilianza. Kwa sababu tu ya ufisadi. Kawa madawa hayapatikani na mambo mengine kama hayo. Serikali hiyo nyingine ya Mzee Kibaki wakajaribu, wakasukuma standard ya health ikaanza kuwa nzuri. La wakati wa Mwana Kenyatta, unakumbuka hata wakati huo kulikuwa na vitu zinaitwa linda mama, wamama wanajifungua bure, na kidogo isipokuwa pia ufisadi ulikuwa hali ya juu, mahospitali kidogo dawa zilikuwa zinafika. Lakini wakati huu kidogo tu wameenda off guard. Wambadilisha ile ilikuwa NHIF. Watu kama sisi tuliretire na NHIF, hiyo pesa yetu ya savings zote hatujui kule zilienda, tukaambiwa tuingie SHA nayo na matatizo yao mengi. Sitaki nizungumzie yale. Mimi nataka kuzungumzia yale tutafanya. Ndio. Tutarekebisha ya kwamba mambo ya matibabu mpaka tuangalie shida iko wapi. Kitu ya kwanza, mimi ninaumwa sana kuona mtu anaenda hospitali asubuhi ana shida huko mpaka usiku hajafanyiwa matibabu. Shida ni nini? Tuelezewe hiyo kwanza. Ni staff hatuna wa kutosha ama ni shida gani? Ama ni hospitali tuko na machache? Kama ni hivyo, tufanye devolution ya hospitali. Tuwe tunaangalia kila population ni wangapi hawa, tunawekea ka dispensary pale. Na tunawekea ka ambulance pale. Na tunawekea clinical officer pale. Tunawekea nurses pale, lab technician moja pale. Ndio matatizo madogo yale ya homa na nini wanafanyiwa pale. Kama ni hiyo ingine kubwa wanapelekwa kule referral ama level 4. Sasa alafu haya madawa kama hivyo nimekuambia, India ni rafiki yetu sana. Na India wako na ujuzi sana wa kutengeneza haya madawa. Hata hao China. Sasa India, unajua pia India wako ndani ya Kenya, wao pia ni wa Kenya.
na kama ni urafiki tuko nao na uhusiano mwema, tunaweza kuwatafutia sehemu bila malipo na bila ushuru, wafungue, tengeneze dawa. Wakitengeneza dawa za kupatia serikali, ndio tuweze hiyo gharama ya dawa tuweze kupeana dawa bure kwa hospitali, maana dawa sasa ndio inaonekana ni gharama ya juu. Alafu hizo equipment zingine zote tutaangalia ya kwamba kila hospitali ina zile equipment zinatakikana. Unaona, kama ni hospitali za kansa zitakuwa specific na teknoloji ambazo zinatokezea ziwe zinawekwa pale, ndio watu wa kansa waache wanasumbuka sana. Ukienda vile wanafanywa wanasumbuka, watu wa kufanywa dialysis wanasumbuka, na watu wa kansa wanasumbuka sana. Inatakikana kuwa na mahospitali specific ambapo ukienda kule ni mambo na kansa tu, ama mambo hayo ya dialysis na gharama yake iko juu sana. Serikali inataka ipunguze ile gharama sana as much as we can, ndio watu wapate huduma bora katika hospitali. Okay. Naam. Rais wa 6 wa Jamhuri ya Kenya 2027 Mr. Robert Herman Watene. Naam. Tunataka tuzamie swala zima la maji safi ya kunywa. Naam. Maji ya unyunyiziaji mashamba. Naam. Maji ya matumizi ya nyumbani. Naam. Swala hili katika serikali yako ya 47 Voices ambayo ni serikali ya Kenya. Naam. Umelipangiaje? Naam. Mchua, maji ni kama hewa. Maji ni muhimu sana na ni haki ya mwanadamu. Lakini hii tatizo limekuweko kwa muda mrefu sana. Na ni kwa kila mtu. Watu watakwambia wanagharamia maji sana. Hata hawa ambao wana pesa wanagharamia sana maji. Bei ya maji pia imeenda juu, na ni watu wengi hawezi kuafford maji safi. Ndio unaona kama huku kwetu Pwani sasa ni mkokoteni, maji ya kisima na adhari zake. Kwa hivyo kitu tutafanya, teknoloji sasa iko juu sana. Bahari kama hii tunaweza toa maji pale ikasafishwa tukayanywa, tukayatumia kwa matumizi mengine yote. Tukienda kwa maziwa, Lake Nakuru, Lake Naivasha, maji tunayo. Lake Turkana, Lake Baringo, huko mito na mengine tutoe kwa boreholes. Na yale ambayo yako na chumvi yanasafishwa, yanatupwa kwa reservoir tanks, ndio yaweze kutumika kwa kunywa, kwa matumizi mengine yote mpaka kilimo. Kwa hivyo maji, nafikiri kuna budget kubwa itaenda kwa maji. Ndio Wakenya wapate maji, na si hivyo tu peke yake. Ndoto yangu ni kwamba kila Mkenya awe na mfereji pale kwa Kenji wa maji safi. Si mambo na kuwekewa ati mtaenda kuchota pale. Mifereji ikipita ile mikubwa, kila Mkenya awekee mfereji kwake. Awe anachota, maana ni haki yake. Maji pale nje. Nimechoka kuona wanawake akibeba maji na kichwa na mgongo na punda. Hapana. Lakini imekuwa biashara ya watu fulani kuuza maji. Na ni makosa makubwa hiyo, si haipaswi kuwa biashara. Hiyo mnacheza na uhai. Na ukienda kwa hospitali, daktari atakwambia kuna waterborne diseases nyingi. Magonjwa mengi yanaletwa na maji machafu. Unajua sasa tukisafisha yale maji tukipatia watu for free, kwa sababu serikali itagharamia, basi magonjwa mengine yataondoka na budget yetu ya matibabu itarudi chini. Mahali kama North Eastern kule, shida yao ni maji peke yake. Pale tukipeleka tu maji peke yake utashangaa. Watafanya kilimo utaamini. Na wale wanyama wao pia, unajua kilimo sio ile tu ya kupanda mahindi na maharagwe na hiyo. Hata wale wanyama pia ni kilimo. Na tutawatengenezea vile watakuwa wakitoka hapa kula nyasi, upande ule kwingine nako nyasi zimenyunyiziwa maji, badala ya kukimbia sehemu wakitoka huko wanaenda Kitui wapi, kule kwao watakuwa wakimigrate kule wanyama wao wakipata chakula, maana ni muhimu. Kwa hivyo hili swala la maji tutamalizana nalo kabisa kwa serikali yangu muhula wa kwanza. Okay. Naam. Nasema 100 days au tulipatia. Mimi sisemi 100, nasema kwa muhula wa kwanza
tutamalizana na hilo suala la maji. Sababu kuna vile vitu muhula wa kwanza mpaka tumalizane nayo, mambo ya chakula, mambo ya maji, mambo ya security na mambo kama hayo ya education na mambo ya kutengeneza nafasi za kazi. Muhula wa kwanza hiyo ni game short. Okay. Sisemi 100 days, muhula wa kwanza. Naam. Vile umezungumzia mambo na security. Yes. Swala hili la usalama. Naam. Usalama wa ndani, usalama wa kimataifa. Naam. Vile vile utakuwa na kabiliana nalo vipi? Bado tutaenda Haiti au utakuwa tuko ndani kwa ndani, magenge haramu yataishaje? Sasa security. Sidhani kama kuna wakati tulikuwa na security Kenya. Tangu tuanze uhuru 1963 hatujaipata security. Hala? Ndio unaona sasa makampuni mengi ya security firms yamefunguliwa kila mahali. Kwa sababu serikali haipatiani nini? Usalama. Naona sasa pamoja na hizo security firms tutaketi chini na wananchi sehemu mbalimbali, maana hili swali ni tofauti. Inaweza kuwa Kisauni hapa kwetu ni hatari kuliko Mtwapa. Tuketi tujiulize shida ni nini? Ni vijana hawana kazi ama ni nini? Haya, kama ni kazi watu wapewe kazi. Kama ni uhuni tutadili nayo vipi? Kienda kwingine kama kule Northeastern hiyo ni tofauti. Wala watu mpaka wako na mamuduki. Ni mambo ya cattle rustling na mambo kama hayo. Hili jambo la cattle rustling ni jambo tu hivi la wahuni ama kuna organization fulani inafanya hiyo kitu? Na hawa wanyama wakiambiwa wanaenda wapi? Serikali inajua vizuri sana. Sasa wakati huo tutakuwa kwa serikali, lile jambo tutasimamisha. Kule wale mifugo wanapelekwa tutafunga. Na tutamalizana na wale. Tukiwapatia mambo mengine ya kujimudu kama kilimo na mambo mengine, hilo swala la security upande ule tutamaliza kule mpaka tuweke camp kubwa General Service Unit ya kulinda wale wananchi, na pamoja na wazee wa huko wakiungana, maana wale wanajua shida za kule vile ziko, lakini tutalimaliza. Huku kwingine nitaomba NYS ambao they are very well trained, tuanze pia kuwajumuisha pamoja na polisi kufanya patrols kama sehemu kama hizo Likoni huko nini, mchana na usiku kuwe kuna polisi wameandamana na NYS. Ndio jambo likisikika tu, radio ikipigwa, wanaweza kusecure wananchi. Tutaendelea hivyo mpaka security irudi timamu, mtu aye analala bila wasiwasi, mambo ya kunyang'anywa simu iishe kabisa na mambo kama hayo. Kwa hivyo tunataka we have to secure every Kenyan. Mtu akitaka private security itakuwa ni shauri yake, lakini kusecure nchi kama vile Rwanda iko itakuwa secure. Tutahakikisha ili secure. Okay. Yes. Asante sana. Kabla tutamatishe, naona dakika zinazidi kutupatia kisogo. Naam. Pengine una jambo gani lingine ambalo unaona pengine utakuwa umeliruka au kuongezea kwa ajili ya manufaa ya mtazamaji na msikilizaji wetu? Wacha niongeze mambo mawili. Hapa kwa masomo inaniuma sana wakati watu wanafukuzwa shule na watoto wana shida kwenda university eti kwa sababu hawana pesa. Ama mipangilio ni mibaya. Mimi nakumbuka tukisoma hatukuwa tunalipa school fees na tulikuwa tunapewa chakula kwa shule, primary school. Secondary school tulikuwa tunalipa first term unalipa 450, second term unalipa 350, third term unalipa 250. Secondary school. University hata sikujua pesa zilitoka wapi. Mimi nilijua tu nililipiwa wakati nilifanya kazi nikaanza kukatwa pesa. Hapa kuna challenge kubwa na serikali mpaka ikubali ya kwamba hatutaki kuongea mambo ya school fees. Hii basari zote hapa tunasikia tutafungua kiti ya education. Tuite education kiti. Tuangalie ni pesa ngapi hizo. Ndio tuangalie kutoka grade 1 kuelekea mpaka university. Watoto wasisumbuke tena na tuition yetu nafukuzwa na school fees. Tunataka mzazi awe tu ni school uniform ananunua. Lakini mambo ya kuandikia, kalamu, kitabu ya kuandikia, kitabu ya kusomea, hiyo ndio inaitwa free education. Tutapeana kule.
itagharamikiwa kule. Kazi ya mtoto ni kusoma na kwenda nyumbani, kuoga, kurudi shule. Hakuna mambo mzazi hujanunua kitabu. Hapana. Masomo ya sisi tukisoma 1970s tulikuwa tunamaliza kuandikia kile kitabu, unapea mwalimu, anararua hapa katikati, anakupatia mpya. Unaona sasa? Kule unapewa mpya. Pencil unapewa pale. Vitabu ya kusomea unapewa pale. Na kila Wednesday kulikuwa na traveling library. Kuna libasi lilikuwa linakuja library, unaingia kule, unaomba vitabu, unavisomea kwa wiki 2, gari ikirudi unarudisha, unaombea vingine. Kwa hivyo wazazi wako wananunua vitabu, textbook. Hako wananunua. Kwani ni vipi sasa na economy yetu imekuwa kubwa sana, hatuwezi fanya yale mambo. Technology iko. We can lower the price as government, tunaondoa hizo maushuru, vitabu zinatengenezwa. Watoto wanapewa shule. Unaona sasa? Kwa hivyo pale kwa masomo nataka niseme ya kwamba masomo yatakuwa bure. Yatasomwa bure. Hakuna mtoto atafukuzwa school fees. Na hakuna mtoto atafukuzwa kitu kingine chochote. Masomo yatakuwa ni focused na bure. Lile lingine katika governance, katika uongozi wangu, nitawasihi wananchi na wabunge wote ya kwamba tukiendelea kufanya vile tunaendelea kufanya kazi saa hii katika kwa serikali, hatuwezi enda mbio. Nataka tukubaliane ya kwamba kila mtu ana maarifa yake. Daktari ni daktari, kinyozi ni kinyozi. Sasa wewe ukichukua waziri ambaye hajui hata dawa hii inaitwaje, unamfanya waziri kule, anaunganisha nini? Haunganishi. Kule kunataka daktari ambaye anaelewa system vile iko. Ndio wakati anasema kitu, anaelewa kitu anasema. Ndio tuweze kuboresha. Kama ni mambo na elimu, yule mtu anataka kuwa waziri wa elimu ni mtu anaelewa mambo ya masomo vile anaenda. Ndio akipatia serikali advice, tunaelewa ni kwenda tunaenda mbele. Si namna hiyo? Kama ni planning, unajua huyu jamaa yuko sawa. Ni kama Kifudha Kibwana, huyu akiketi chini ama Peter Anyang' Nyong'o, huyu akiketi chini, mimi napatiana mfano wa good planners. Akiketi a plan, mambo yanaenda. So kwa fupi ni kwamba kuwe na mtaalamu, kutakuwa na professional, wataalamu katika wizara. Waziri atakuwa mtaalamu wa ile wizara, wa yale mambo inafanya pa. Kama ni kilimo, namna hiyo. Kama ni ICT, namna hiyo. Ndio tuweze kuondoka. Na mimi nachukua, I am borrowing a riff from other countries. Huku tuna mawaziri wanasiasa who are mostly not qualified for the job. Wanaambiwa wako na experience na siasa. That is not qualification. Ndio unaona tunapata shida. Lakini tunatakikana ndio tupige hatua haraka. To deal na professionals, watu wanaelewa kazi yao. Ndio wakati tunaenda katika meeting ya cabinet, wananielezea tumefika hapa, shida yetu ni hii na hii na hii. Tunaangalia, tunasema sawa, kama ni hivyo, wacha tuachilie hii kwanza iende. Lakini ni kitu inafanya kazi kwa wananchi. Si mazungumzo ya kuweka allocations ambazo mnajua mnataka kwenda safari zenu alafu mpelekee magirlfriend zenu. Hapana. Kwa hivyo nchi governance itakuwa super. Naam. Sawa. Pengine tunapokamilisha kabisa, unawaambiaje Wakenya? Wito wako kwa Wakenya? Naam. Wakenya wenzangu, asante sana. In fact, nataka hilo jina la wananchi liondoke, jina la wenye nchi lirudi. Maana Wakenya sisi ndio wenye nchi. Kwa hivyo kama wenye nchi, naomba jambo moja sasa. Siasa zimeingia na zimeanza moto. Na kawaida wanasiasa huwa wanakuja na mambo mengi ambao ni kinyume na sheria. Watawaletea handouts, watawapatia hongo, mtaletewa vitu nyingi, mmeona kama vile Olkalau mambo yamekuwa, mtaletewa unga, mtaletewa mavazi na mambo mengi, pesa nyingi. Lakini kumbuka, wanaowaletea hizo pesa walikuweko miaka hiyo yote. Hawakuwa wanawaletea. Kwa nini? Hawakuwaletea yale maendeleo, mlisikizana. Kwa nini saa hii wanakimbia? Wanakimbia ndio wapatie nafasi nyingine ya kwenda kupora nchi, alafu baada ya miaka 4 watakimbia tena na handouts. Tafadhali na waomba, ili turekebishe nchi yetu, hata tukichukua zile hongo ambazo tunapewa na wale wanasiasa, kwa sababu tunajaa
chakula mpaka tuchukue, pesa mpaka tuchukue. Fikiria wewe kama mwananchi binafsi, ungetaka kuishi katika hali hiyo huko mpaka miaka gani? Na ndio tumetokea sisi kama Congress Party, tunataka tubadilishe, turudishie Wakenya nchi yao. Muwe mnafanya decision nyinyi wenyewe. Kama ni budget making, ianzane na sisi wenyewe kule vijijini, tuanzane na pale, ndio tuweze kurekebisha hii nchi iweze kwenda mbele. Pia marekebisho kama haya tunataka kuleta, kama ni ya masomo ya bure, tuifanye sheria, ndio hata tukitoka wengine wakija hawataitoa. Mambo ya maji, kama tukisema serikali itapatiana maji bure, ifanywe sheria, ndio administration nyingine ikija itajipanga kuendelea na hiyo mipango. Mimi nimeishi Sweden na nimeona kule hatukulipia maji, hatukulipia stima, na hakuna siku kulikuwa na blackout wala ukosefu wa maji. Nchi ya Kenya ina rasilimali hata zaidi ya Sweden. Sijui kwa nini tusimalize haya mambo madogo madogo. Tukishamaliza ufisadi, pesa zitapatikana za kutosha za kupatiana hizi huduma kutoka kwa serikali. Kwa hivyo wananchi, mimi si mtu tajiri na mimi si mtu wa handout, na sitawapatia pesa. Mimi nawapatia maarifa na maneno. Kila mtu afikirie, turekebishe nchi, umaskini huu wa kila siku uishe. Kila mwananchi wa Kenya kutoka huko juu Turkana, Marsabit mpaka Kwale, kila mahali mpaka Kitui, kila mahali aangaliwe na serikali, zile needs zake, mahitaji yake ambayo yanahitajika zaidi yapatikane. Watoto wetu wapate nafasi za kazi, masomo yetu yawe free, mambo ya hospitali yawe free, security irudi vizuri, Kenya iwe nchi ya kujivunia. Mkinipatia hiyo nafasi, bila shaka tutafika huko. Asante sana. Asante sana the sixth Robert Watene, kwa wakati ambao umeona vyema uungane nasi katika siku ya leo. Nishukuru pia mtazamaji na msikilizaji wetu, kwambia wakati mwingine tena tutakuwa tunaungana naye atujuze mengi zaidi. Mimi niite Ali Vincent, rais wetu Robert Watene. Hii ni Bandari TV. Bandari TV, urithi wetu.